Sikomi nani kama wewe. Simba wa Yuda nani kama wewe. Simba wa Yuda siku ya leo nani kama wewe. Simba wa Yuda nani kama wewe. Uweza yote unaweza nani kama wewe. Simba wa Yuda nani kama wewe. Simba wa Yuda nani kama wewe. Simba wa Yuda nani kama wewe. Makofi mazuri kwa sababu ya Kristo. Haleluya. Niko na neno fupi kwenye kitabu cha Kutoka. Haleluya. Lakini ambacho natamani nikuambie siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe. Mungu hatakubali uteseke milele. Mungu hatakubali watu wake waangamie milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hataruhusu ulie siku zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ukue na amani mingi kwa sababu ya neno la Bwana, kwamba yeye ni mwaminifu, ataajilia ati wewe ni wa kulia, wewe ni wa kung'ang'ana, wewe ni wa kukata tamaa, wewe ni wa kuvunjika moyo. Hapana, Mungu hataruhusu kwa jina la Yesu. Tusome Kutoka 3 mstari wake wa 7. Biblia inasema nini? Biblia inasema Kutoka 3, kutoka mlango wake wa 3 mstari wake wa 7. Biblia inasema Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa kitu nataka tuelewane kwamba Mungu hatakubali uteseke milele, lakini kwanza ukuwe mtu ambaye unaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hapa tunaambiwa, anamwambia Musa, nimesikia kilio chao. Walikuwa wanalilia Mungu wakiomba. Bwana Yesu asifiwe sana. So katika ibada hii tunashukuru Mungu kwamba kwa neno lake anatufundisha. Katika yote tunayoyapitia, wacha tumulilie na tumuombe. Maana hata tuajilia tukae katika hiyo shimo, atatuokoa kwa mkono wake wa nguvu. Vile alitoa watu wake Misri kwa shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile alishuka kwa sababu ya watu wake ndio watoke Misri. Haleluya. Kwa mateso na kilio. Vile hakuacha kualie siku zote kwa usimamizi mbaya wa nyabara wale ambao walikuwa na wasimamia huko kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Vile Mungu hakuachilia, ndivyo tunaambiwa siku ya leo, Mungu hatatuachilia tulie siku zote, tuwe na matumaini kwa ajili ya kesho yetu inakuja. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Wacha tu niwape mfano kidogo tu kwa sababu ya mtu jina lake Ayubu. Haleluya. Ayubu aliteseka sana na watu wakamuongea sana. Ikafika mahali sasa wanaona kana kwamba huyu Ayubu Mungu amemwachilia. Huyu sio wa kuishi tena, huyu ni wa kukufa. Wakafanya maneno ya Ayubu kuwa ni mambo ya kumutiaki, mambo ya kumhukumu, mambo ya kuona kana kwamba sasa huyu mtu, Bwana asifiwe sana. Amen. Huyu mtu ameisha, huyu mtu Mungu wake amemwacha, huyu mtu hayuko tena. Lakini nashukuru Mungu, kuna mahali Bwana anasema kwamba usifurahi juu yangu adui yangu, maana niangukapo nitasimama nini? Tena. Haleluya. Maana ni wapo gizani, Bwana ni nuru yangu, hawezi kuniacha Bwana niniangamie. Usifurahi juu yangu, ewe adui yangu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kile ambacho nataka nikuambie, yule Mungu ambaye kuachilia Ayubu aibike. Bwana asifiwe. Hata kama it take long time Ayubu kuteseka, ndivyo Mungu aishivyo, hata kuachilia na wewe siku ya leo kwa jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Nitarukaruka kidogo, nataka tusome kwenye kitabu cha Ufunuo 21. Ufunuo 21:7. Haleluya. Leo Mungu anatunenea mambo mazuri. Leo Mungu anatunenea mambo ya kututia moyo na kututia nguvu. Na hivyo ndivyo Mungu aishika. Hakuna siku Mungu amewahi leta mambo ya kuumiza. Unajua unaweza kuwa na rafiki yako unampenda sana, lakini siku nyingine atakwambia mambo ya kukuumiza. Mpaka ulie machozi ukose kukula chakula. Na yeye sasa anararua kuku. Bwana asifiwe sana.
Lakini yeye Mungu ni mzuri. Yeye Mungu akubali atumane kwetu mambo ya kutumiza. Wakati wote Mungu anatumana mambo ya kuturejesha kwa upendo wake. Bwana asifiwe. Yeye anatumana mambo ya kutujenga mioyo yetu tuwe na uzima na tuwe tumebarikiwa. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu ni wabarikiwa. Usiwahi sema wewe uko na Yesu utaki ukae maisha mazuri. Yesu alikuja akateseka kwa ajili yetu tukae maisha nini? Maisha mazuri. Bwana asifiwe sana. Usisema ati kujenga ghorofa ni mambo ya dunia. Hapana. Uko kwa hii dunia unafaa nini? Ujenge ghorofa. Bwana Yesu asifiwe. Na uendeshe gari nzuri. Lakini toke kwa Bwana. Haleluya. Wacha kwenda kwa miungu. Wote tusimame katika Bwana Yesu Kristo ambaye baraka zake ni za amani, ni za furaha inayodumu. Asina machozi, baraka za Mungu aliye hai na asina kilio. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ni kitabu cha Ufunuo 21. Mstari wa 7. Biblia inasema, yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Haleluya. Sasa hapa tunaambiwa ashindaye atapewa haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa mwana wa Mungu, naye Mungu atakuwa Mungu wako. Haleluya. Nitakuwa mwana wa Mungu, naye Mungu atakuwa nini? Mungu wangu. Bwana asifiwe. Lakini kwanza kuna hatua, lazima ushinde. Je, unashinda nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Umewahi kuuliza hivyo ama wewe umekaa tu umeokoka? Hapana, ili kuokoka unahitaji kuparticipate katika ushindi ulio katika matunda ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kuokoka tu sio tu kusema Bwana asifiwe. Sio tu kusoma Biblia na kuachia hapo. Sio tu kusikana na Mungu, hapana. Kuna mambo lazima uyashinde mpendo. Na ili ukishinda hapo ndio kuna thawabu, ufanyike mwana wa Mungu na Mungu afanyike Mungu wako. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Siku ya leo wacha tupate nguvu za kushinda kwa neno la Bwana. Nataka tujifundishe hii mambo ambayo tunaenda kushinda ni mambo gani. Na ujue sio rahisi. Hebu tuingie kwenye kitabu cha Matthew 11 tusome 12. Hapo tunataka tuelewe. Tunaenda tu kwa taratibu. Ndio tuone hii mambo yenye tunaenda kushinda ni mambo aina gani. Kuna ushindi unahitaji